tushakubali. Tushakubali. Wamekubali. Dakika 90 zimetamatika. Simba Sports Club amekalia kwa mara ya 6. Baba anazungumzia mechi leo. Anazungumzia umahiri wa viongozi wetu na wachezaji walio pamoja siku nyingi. Combination imeiva na sisi washabiki, kwa maana tukashinda nguvu moja. Watani wamekubali kuwa wateja kwenu, na mechi leo imeamua kwa bao moja ambao imepangwa na Afrika kama umepangwa. Kwa kuambia timu yako ya Yanga katika unaiona hapo katika msimu unaoanza. Na washabiki wote wa Yanga naomba tuunganike, muunganiko wetu hii combination hii imeiva, tuiendeleze. Tutakuwa washindi wa kila leo. Hapa mechi za kimataifa. Nani tunapiga kwenye kichwa? Ni kichwa gani ambacho kimepigwa leo? Kichwani baba. Kichwani hapa papo ni moja tu. Gome kaisha. Unawaambia uchungu, tumewachia uchungu. Mnawaambia tunapiga kichwani. Kichwa kinawanga sasa hivi wana Simba na hawawezi. Na mwaka huu hawawezi. Michezo miwili ya ligi kuu hawawezi. Timu imeimarika hiyo Yanga. Sio mchezo. Na hapa pole tu ndugu zangu, kwa sababu bila wao sisi hatujaiva. Na bila wao hawajaiva. Bwana, mtani huyu hapa, mtani huyu hapa, unamwambiaje mtani wao katika mechi ya leo baada ya kumnyosha kimoja? Michezo ni raha, michezo ni furaha. Nampa pole sana, mara ya 6 mfululizo. Ndugu yangu, nadhani bado unajenga timu. Mwaka wa 3 unajenga timu. Fukuza kocha, fukuza Matola. Simba itakuwa Mangungu je? Umesikia mchezo vizuri. Lakini kwa jinsi mimi nilivyoona, naona kocha kufikisha sehemu ya hadi hawezi. Kwa sababu timu inakuwa inacheza iko chini sana. Tunachangamka tukisha funga. Lazima tuongee ukweli. Yaani kwa jinsi nilivyoona hivi, uwezo kufikisha sehemu ya hadi hawezi. Hivyo kwa mechi mlivyocheza leo na mlipopoteza, unaipa matumaini gani katika ligi inayoenda kuanza, ligi ya NBC? Yaani kwa Yanga, kwa timu zingine tutacheza vizuri. Yaani kwa Yanga jinsi tunavyocheza, si tunacheza taratibu sana. Yaani tuko slow, yaani sio ile kama ya ushindani. Ila Somali ndio fungwa pale. Ndio maana kushambulia kwa nguvu. Hadi tufungwe. Lakini tutapambana. Kwa sababu bado hii usuluhisho na ile inauma lakini tunaenda kupambana. Ligi ndio inaanza na matokeo ni kama unavyoona. Je, unatoboa? Ndio ngombe tutaendelea kupambana. Sababu siwezi kuongea mimi. Huyu kocha wao umempa mechi 7, labda Simba nitajitafuta. Kwa sasa bana, umekubali kupoteza kwa bao moja kwa 0 dhidi ya mtani wako. Ikiwa ina maana anaendeleza ubabe wako, wewe ni kama mteja kwake. Unazungumziaje kama shabiki wa Simba? Mimi kama shabiki wa Simba, kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mchezo salama. Lakini kwa Yanga jinsi anavyocheza, yaani sisi tunaonekana sisi tuko chini sana tunapokutana naye. Lakini kwa sisi hapa tunasema kwa viongozi wetu sisi, viongozi wapambane kuangalia hii mechi, waangalie hii kubwa. Mashabiki tunaumia kutoka moyoni. Tunalipia, tunaacha kazi zetu, tunakuja kwa ajili ya wafanyaje kuangalia mpira, tunapata burudani. Lakini viongozi wanavyofanya sisi kwetu sio sawa. Tunaumia kama mashabiki. Ukweli mpira tunacheza mzuri, tumecheza mpira mzuri tu, lakini kwa kocha alifikia gongo kumfunga Yanga, yeye uwezo hana. Sisi tuna kila kitu kwa timu tunayo. Naenda kushukuru hapo. Napenda sana Simba. Napenda kutoka moyoni. Basi shukrani sana. Kwanza kwa wote kabisa kwa mwanani kidamu. Kwa sasa hivi turudi kwenye uhalisia. Kwa ligi ya Tanzania, Yanga na mpinzani. Mtani leo nimemwona mtani hayuko vibaya. Wawe na uvumilivu, wavumilie kocha wao. Kocha ana malengo mapana na hata akina kikosi cha kishabiki. Na tutashauri Simba watafute namba 5 pale nyuma, wana watu wataendelea kulaumu viongozi na makocha. Wawe na uvumilivu, wana timu kwa muda baadaye watakuwa na timu ile. Kwa sasa hivi Yanga sio level zao, watafuta level yao. Bana, mambo vipi? Fresh kabisa. Rudi nyuma kidogo tulione. Kwa sababu kweli gereza hili hapa nimetokana nyumbani, kwa sababu ninajua na wakia kweli mtaa anakufa na sasa ameshakufa. Sina mpinzani tena. Ile gereza limetengenezwa kutoka tarehe 3 mwezi wa 8 walipotukimbia. Tumekuja nalo, tumekuja kuandika. Melisome namna hii. Hapo sasa ni mtu.
Bana, unaliona hapa ni bango limeandaliwa na mashabiki. Limeandaliwa na mashabiki wa Young Sports Club. Lakini wanakuambia hili bango lina ujumbe mzito. Hebu tuambieni ujumbe hili bango unaelekea kwa nini? Ujumbe huu unaelekea kwa wana Simba. Kikubwa tunachowashauri Simba msimu huu waongeze watu, wasajili wachezaji, wasisajili wachezaji ambao kila mchezaji aliyesajili Simba msimu huu amepeli kwenye timu aliyotoka. Selemani Mwalimu kaenda Wydad kapeli wamemsajili. Leo Mahema leo kaenda Sundowns kapeli wamemsajili. Kwa hiyo wao wamekuwa ni watu wa kusajili watu wanaopeli. Tunawashauri wasajili wachezaji wanaoeleweka. Nenda Yanga pale kuna Bara Conte mchezaji ambaye alikuwa anahitajika mpaka na Lali, lakini Yanga wamefuta. Nenda Yanga tena pale kuna Lasane Kouma mchezaji amehitajika mpaka na Wydad, lakini Yanga wamechukua wamefuta. Sajili wachezaji bora upate kikosi bora ili uweze kupata mafanikio, lakini ukisajili wachezaji waliofeli mpaka timu nayo itafeli. Nashukuru sana. Asante sana. Mimi nachotaka kuambia mtani, interview ya Mahema yanapatikana hospitali. Hapa hakuna malaria, tuweke interview ya Mahema. Na hilo Shoshaini hawezi kufuta kwenye Komasu. Yaani ile Komasu aka Ngoma Sava. Tunaona huko na watani wako wanasema kwamba wewe ushakuwa ni mteja na wanakubabua mara ya 6 ukiwa nyumbani, ukiwa nje, lakini pia katika uwanja wa serikali katika mechi kama za finali. Unazungumzaje kama mtani, unaipokeaje hilo? Tushakubali. Tushakubali. Wamekubali. Mtani amekubali. Wamekubali makora 6 mfululizo. Ninachosema kwamba Emediali aache mbambamba, aache maneno, aingie kwenye mpira. Ushabiki sio mpira. Weka wachezaji wazuri upate mpira. Tunataka tuwapige mara 10 mfululizo. Sisi ndio Yanga. Emediali aache maneno, Emediali amweze alikamwe. Bana, mambo vipi? Kama wanakwaje? Shwari kabisa. Kwa timu gani? Mimi Yanga mwanangu damu. Unataka jezi au utegemea leo? Actually siwezi kuvaa jezi kwa sababu unajua sometimes usalama katika eneo kama hili hapa, unajua unaweza kutoka vizuri, umeshabikia vizuri, lakini bora unapokwenda unajua unakutana na kitu ambacho usichokitarajia ukaumia kabisa yani. Kwa ni kama hivyo tu mwana. Kikosi umekiona cha Yanga, unakipa kipaumbele kwa kiasi gani na unazungumziaje katika msimu unaenda kuanza? Kwa kusema kweli kabisa, kwa namna ambavyo tulivyoona na namna wachezaji walivyonyumbulika katika engo zao, kiwasilia ni kwamba kwa upande wangu kama mimi shabiki, tuna uwezo mkubwa sana wa kwenda kutafuta ushindi katika mechi za mbele, kwa sababu kwanza timu kama timu kwamba hata usajili tuliofanya sio kwamba ni wakutisha sana, lakini tumekuja kuingizia sehemu ambapo kuna pengo. Umeona kama vile unavyoona wachezaji ambao walikuwa wakinyumbulika wakipeana na nini, ndio maana leo tunaweza kupata ushindi. Kitu kama hiko hapo. Shukrani sana. Asante sana bwana. Brother, nakwaje? Poa. Dakika 90 zimetamatika, Yanga kawa bingwa kwa mara ya 6 mfululizo. Unalipi la kusema? Mimi nahisi muda tu. Hii ni ngao imeisha, tumekubali. Ila kwenye ligi sasa tunakuja, hawawezi kutufunga. Mimi nakwambia hawawezi. Tuko hapa kaka. Kila siku anasema subiri kesho. Hii ni ngao. Hakuna kesho mara 6, sio mtani wetu tena huyu. Mtani wetu sisi ni Azam. Kasogeuka mai wetu. Young Africans ni scout ilionayo na ndio maana inafanya vizuri kila siku. Na itaendelea kuchukua vikombe vyote. Walituomba vichwa tumewapa. Hii ngao ndio ya mwisho. Tuliwaomba vichwa wametupa, tumepiga vichwa vyote. Lazima wakubali. Jamani, nakuaje? Fresh. Naona leo mnafurahi kabisa. Bado umemchora Pacome na akajibu. Unajisikiaje baada ya Pacome kumchora na pia akafunga bao leo? Yaani najisikia furaha sana. Kwanza ni fundi anajua. Kimataifa Kode yeye anacheza na anajua. Na kila ligi anayocheza lazima afunge Pacome. Unasemaje? Niko na watani hapa. Watani zenu wanajinadi kwamba wao ni mabingwa na wao ni bingwa kuzidi. Wamefanya kuwa ni wateja mara 6 mfululizo. Nyinyi mnaizungumziaje mechi leo baada ya kupoteza tena kwa mara ya 6? Tumefanya kuwa mateja mara 6 mfululizo pia. Kwa hiyo tunamshukuru mtani na tunampongeza sana mtani kwamba ametuonesha kwamba yeye ni bora kuliko sisi, lakini tunajipanga tena kwa msimu ujao. Unapoanza huu msimu mpya tutamuonesha makali yetu zaidi. Kwa vile hii ngao ya jamii ametuonesha kwamba yeye ni mkali, bado amesimamia kwenye upande wake ule. Hii ya leo ya mwisho. Hii leo ni ya mwisho. Leo ni kipigo cha mwisho.
Mechi ya leo ni kipigo cha mwisho. Nawaambia mtani kama leo kipigo cha mwisho. Leo ni kipigo cha mwisho mtani. Leo ni kipigo cha mwisho mtani. Leo ni kipigo cha mwisho. Leo nawapongeza mtani. Leo cha mwisho sawa. Ana timu nzuri, amejenga timu nzuri kuliko sisi. Mchezo ni matokeo matatu, kushinda, kufungwa au sare au kufungwa. Mtani ameshinda. Kwa hiyo nampongeza kocha chake ambaye yuko nacho. Ametumia akili kubwa sana kutufunga sisi. Kwa hiyo nampongeza mtani, ila ushindi ni wa mwisho kwake. Poa, inakuaje mwanetu? Fresh, mambo vipi? Poa, inakuaje? Kama kawaida. Hujanipigia uzi wa namna yoyote? Of course, yes. Shabiki wa timu gani? Yanga. Yes. Bwana, mmekuwa mabingwa na mnatangaza ubabe mbele ya Simba kwa mara ya 6 mfululizo. Yeah. Unajisikiaje kama shabiki wa Yanga na unaiwaambiaje uongozi wako wa Yanga afu katika hatua mloanzia mpaka hatua inayoendelea? Cha kwanza tupewe hongera kwa ushindi. Hongera kwa wachezaji, wamejituma, wamepambana fresh kabisa. Ushindi mzuri, umeshinda dhidi ya Mtani mara ngapi mfululizo, nyingi sana. Nilikutana na wewe tarehe 12 hapa nikakwambia sioni kama Yanga anaenda kupoteza mchezo wa leo, lazima anashinda. Kwa sababu gani? Yanga anaingia mechi ya leo, Yanga ameingia na wachezaji wageni, yani wachezaji ambao wapya kwenye kikosi, wameingia hawazidi wachezaji watatu. Kwa sababu gani? Kwa sababu timu bado ina muunganyiko ule, wameingia leo na game plan nzuri, wanajiamini, wachezaji wana muunganyiko. Kama ni wachezaji wachache, manake wengi wanaweza kawa control wale wachache. Mchezo mzuri, timu imeshinda, timu mchukua ubingwa, tujipange kwa ligi. Habari ya Masai? Safi kabisa. Poa kabisa. Nzuri kabisa. Yeye Masai? Nzuri kabisa. Au yeye Sobai? Yeye Sobai. Niaje sasa? Safi kabisa. Wewe ni shabiki wa timu gani Masai? Mimi ni Yanga. Wewe shabiki wa Yanga, umeona leo umemfunga Simba. Akome zizua. Hebu jaribu kuzungumzia ile mechi venye ilichezwa kidogo leo. Japo mechi ilikuwa nzuri. Hata Simba amecheza vizuri. Ni matokeo tu. Ndio ameamua. Wachezaji quality ya wachezaji ndio imeamua na ni timu. Unaizungumziaje timu yako? Timu yangu ipo vizuri sana. Japokuwa leo kocha alimwanzisha Ndambule, mimi nilikuwa simuelewi kabisa. Ila sio mbaya, tumepata ushindi na jambo la msingi tumeshukuru, tumepata ushindi. Asante sana. Haya. Pongeza timu yangu, niipe big up. Na fry pia. Hivi unaiona Yanga kuendelea kuwa na mwenendo huu katika msimu au itaishia leo? Hapana, itaendelea. Kwa sababu gani? Simba inaga mpinzani wake ni sisi. Hapa watoboi, hii ndio Yanga. Napenda sana Yanga bingwa. 5 tena. Nashukuru sana.